kuongezeka kwa maasi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru tena katika siku hii ya leo kwa ajili ya nafasi uliyotupatia kwa neema yako kuwa hai. Fungua mioyo yetu, akili na fahamu zetu, ili tusikie sauti yako na Roho wako atuongoze kulipokea neno lako na kuenenda katika mapenzi yako. Tunaomba katika jina la Yesu, amen. Somo letu la leo linasema kuongezeka kwa maasi. Katika kitabu cha Mathayo 24 mstari ule wa 12, Bwana Yesu akasema, na kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi upendo wa wengi utapoa. Kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa. Ni hakika kwamba katika nyakati tulizo nazo tunashuhudia na kusikia habari za maasi mengi yanayoendelea katika uso wa dunia hii. Habari zinasikitisha juu ya maasi yanavyozidi kuongezeka, jinsi ambavyo tabia za watu zinaendelea kuharibika, na inaonekana kana kwamba hakuna nguvu zinazoweza kuzuia uharibifu huu wa tabia za watu ambao unaendelea kwa kuenea kwa kasi sana katika dunia hii yetu ya leo ya wakati wa sasa. Ni hakika kwamba kama neno la Mungu lilivyosema, kama zilivyokuwa nyakati zile za Nuhu na za Lutu, ndivyo ambavyo dunia ya siku za mwisho itakavyokuwa. Ni hakika unabii huu unatimia wazi katika machoni petu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 6, hebu turejee na kuona hali ya ulimwengu wakati ule ulivyokuwa kabla ya gharika na jinsi tabia za watu zilivyokuwa. Mwanzo sura ya 6 inasema, mstari wa kwanza inasema, ikiwa wanadamu walivyozidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona hao pindi za kibinadamu kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliojitwalia. Bwana akasema, roho yangu haitashindana kamwe na roho ya mwanadamu, kwa kuwa naye ni nyama, naye siku zake basi zitakuwa 120. Mstari wa 5, Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Mstari wa 5, Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni mbaya tu siku zote. Bwana alipokuwa akiwaangalia wanadamu wakati ule, aliona maovu ya wanadamu yamekuwa makubwa sana duniani, na kwamba mawazo, makusudi ya mioyo ya watu yalikuwa ni mabaya tu siku zote. Na katika mstari wa 11 na 12 wa sura hiyo ya 6, neno la Mungu linaendelea kusema, dunia ikaharibika mbele za Mungu, dunia ikajaa dhuluma. Mungu akaiona dunia, na tazama imeharibika, maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake. Dunia ikaharibika, mpendwa, mbele za Mungu. Dunia ikajaa dhuluma, na bila shaka katika ulimwengu huu, dunia yetu, ulimwengu huu wa leo, dunia yetu tunayoishi nyakati hizi, sisi si wageni wa dhuluma ambazo zilienea katika sehemu zote mbalimbali za dunia yetu, tangu majumbani, makazini, katika maisha ya kawaida ya jamii. Hakika dhuluma imeenea katika dunia yetu ya leo.
dunia imejaa dhuluma. Katika biashara, dhuluma imeendelea. Watu wanatafuta utajiri wa haraka na hivyo wanaongeza bei za bidhaa kwa kiwango ambacho ni zaidi ya mpango wa kanuni za biashara. Dhuluma imeenea. Hata huduma ambayo mtu anastahili kuipata bila ya kugharimia kitu chochote katika ofisi mbalimbali katika dunia ya leo, sehemu nyingi lazima mtu aweze kutoa rushwa ili kwamba aweze kupata huduma hiyo. Hiyo ni dhuluma, kwa sababu ikiwa mtu huyu alistahili kupata huduma huyo bure na inabidi ailipie, basi ni sehemu ya dhuluma. Na neno la Mungu linasema Bwana alipoiangalia dunia ya wakati ule akaona imeharibika. Na bila shaka anapoiangalia dunia yetu katika hali ilivyo, ni hakika dunia hii yetu nayo imeharibika katika dhuluma. Na Mungu akaiangalia dunia na tazama imeharibika. Kila mwenye mwili alikuwa akiharibia njia yake yeye mwenyewe. Kwa sababu hiyo ya watu kuacha njia ya Mungu, kuacha sheria zake, kuacha amri zake na maagizo yake, kila mmoja alielekea kufuata njia zake yeye mwenyewe. Na kwa sababu hiyo maasi yalizidi na kuongezeka katika uso wa dunia. Na mpendwa, tambua kwamba katika dunia yetu ya leo watu wengi wameacha amri za Mungu, wamezihasi amri zake, wameliacha agano lake kama nabii Isaya alipoandika. Kwa sababu hiyo laana imeila dunia, na dunia hii imeharibika kwa sababu ya kuharibika kwa tabia za wanadamu. Katika kitabu cha Isaya sura ya 59 mstari wa 14, neno la Mungu linasema, na hukumu imegeuka ikaenda nyuma, na haki inasimama mbali sana, maana kweli imeanguka katika njia kuu, na unyofu hauwezi kuingia. Hukumu imegeuka. Leo hata mahali ambapo mtu anaonekana kuwa ni mwenye haki katika kesi yoyote ile, ziko sehemu ambazo dhuluma imefanyika, haki haikutendeka kama neno la Mungu linavyosema. Hukumu umepingilishwa na imegeuka ikaenda nyuma, na yule ambaye hakustahili haki ndiye amepatiwa haki, na yule ambaye alikuwa amestahili haki yeye ndiye amedhulumiwa haki yake. Neno la Mungu linasema kweli imeanguka katika njia kuu, kwa sababu wanadamu wameacha kweli ya Mungu, kweli ya neno lake, basi wasi umeongezeka. Haki imesimama mbali sana. Mahali ambapo haki imetolewa ni shida leo kupata haki moja kwa moja. Na neno la Mungu linasema kwa sababu hiyo unyovu hauwezi kuingia. Leo tunasikia juu ya miito mingi ya kupata watu waadilifu katika sehemu mbalimbali za kazi, katika maofisi mbalimbali, katika majukumu mbalimbali ya kitaifa, majukumu mbalimbali katika kazi zetu. Watu wanazungumzia sana uadilifu, lakini kwa sababu ya kuliacha neno la Mungu, wengi wanaonekana kukosa uadilifu. Unyovu umetoweka, unyovu hauwezi kuingia. Ni hakika neno la Mungu linafunua wazi hali halisi ya ulimwengu huu wetu tulio nao katika saa hii. Habari ya mauaji ya kikatili, habari ya kutezwa nguvu, ubakaji, ulafi na ulevi ni mambo ambayo yameenea katika ulimwengu wetu. Uovu unaendelea kwa kiwango ambacho unaelekea kuonekana kana kwamba ni jambo la kawaida kwa watu wengine. Watu wamefika kiwango ambacho wakati mwingine maovu yanapotendeka na watu hawashituki tena. Hisia za watu zimekufa, zimepotea. Vyombo vya habari na mawasiliano vimeifanya dunia yetu kuwa kama kijiji, na hivyo maasi yanavyotendeka katika sehemu moja ya ulimwengu wetu yanaelekea kuenea katika sehemu nyingine ya dunia yetu kwa haraka sana. Na hivyo dhambi ya dunia inaelekea kuwa ya aina moja kwa sababu ya vyombo hivi vya mawasiliano na vyombo vya habari.
katika picha mbalimbali ambazo watu wanaziangalia katika runinga zao za maasi na maovu yanavyotendeka, ambayo watu wameigiza kama burudani, zimefanya sehemu kubwa sana ya kuondoa hisia za watu kuogopa baadhi ya maasi na maovu, na hivyo yanaelekea kuwa ya kawaida katika jamii nyingi katika ulimwengu wetu wa leo. Ni hakika tunapoyaona haya tutambue kwamba tunaishi katika saa ya mwisho, wakati ambapo dunia yetu inakaribia ukingo wake na Yesu arudi ili kuleta hukumu katika dunia hii. Katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ile ya 3, mtumishi wa Mungu aliandika jinsi ambavyo hali itakavyokuwa katika siku hizi za mwisho. Timotheo wa pili sura ya 3, ningependa tusome katika mstari wa 1 hadi wa 5. Neno la Mungu linasema, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa na siku nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasio wapenda wakwao, wasiotaka kutenda suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utaua, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Mpenzi msikilizaji, neno la Mungu linaonyesha baadhi ya tabia ambazo bila shaka tutaziona zikidhihirika miongoni mwetu katika nyakati hizi zetu za mwisho, wakati ambapo neno linasema nyakati za hatari. Watu watakuwa wenye kujipenda wao wenyewe. Ubinafsi umeenea kwa kiwango cha juu sana katika dunia yetu ya leo. Ndio maana mtu anaweza kuona mwenzake ni mhitaji, ana shida, lakini hajali chochote, achukui hatua yoyote ya kutoa msaada. Wenye kupenda fedha. Tumesikia watu ambao wanawaua wenzao kwa sababu ya kiasi kidogo tu cha fedha wanao wadai, hadi shilingi moja ya Kenya, dola moja. Watu wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi. Ni hakika leo tunaona wengi wakitafuta umaarufu, wakijisifu, na kiburi kimewajaa wengi kwa sababu ya mafanikio mbalimbali wanayokuwa nayo. Wenye kutukana leo, matusi, lugha ya matusi inaonekana kana kwamba ni lugha ya kawaida. Ni hakika dunia yetu inaharibika, wapendwa. Neno la Mungu linaendelea kusema wasio watii wazazi wao. Leo vijana wengi, watoto wengi wanaelekea katika shida hii ya kutowatii, kutowaheshimu wazazi wao, na wakati wengine wazazi tumechangia hii katika kutochangia sehemu yetu, kutokufanya sehemu yetu tuliyopaswa katika malezi ya watoto. Hivyo heshima kwa wazazi, kwa watu waliotuzidi umri imetoweka katika ulimwengu huu katika kiasi kikubwa, na inaendelea kutoweka. Lakini neno la Mungu linasema watu watakuwa wasio na shukrani, wasio safi, wasio wapenda wa kwao watu wasiopenda kufanya suluhu. Hakuna wanaotaka kufanya mapatano, watu wasiohusika, wasaliti, wenye kujifuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Leo anasa ni jambo linalopendwa na watu wengi duniani. Yaani mambo yanayotufurahisha sisi wenyewe, mambo ya burudani ambayo mengine yako kinyume na mapenzi ya Mungu, yamewanasa watu wengi. Watu wanapenda anasa, mambo yanayowapendeza wao wenyewe. Ukiangalia watu wanaohudhuria katika burudani za aina mbalimbali, ikiwa ni holi ya muziki, viwanja vya mchezo, ni maelfu ya watu. Lakini ukiwaita watu waje katika mikutano ya neno la Mungu, mahali
pengine watu wanakuja wachache tu, ni hakika unabii unatimia kwamba watu wanapenda anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utaua lakini wakikana nguvu zake. Kama tulivyojifunza hapo awali, wale manabii na makristo wa uongo wanaojifanya wanapenda Mungu lakini wanakana nguvu zake. Hawataki Roho Mtakatifu atawale katika maisha yao na kuwawezesha kuishi kulingana na sheria ya Mungu na sawa na amri ya Mungu. Ni hakika tuko katika saa ya mwisho, lakini neno linasema hao nao ujiepushe nao. Mpenzi msikilizaji, huu sio wakati wa kujiunga katika vikundi au marafiki ambao watatuelekeza katika mabaya kinyume na mapenzi ya Mungu. Si wakati wa kufanya urafiki na uovu au wazi wa namna yoyote dhidi ya mapenzi ya Mungu. Huu ni wakati wa kujitakaza maisha yetu, wa kumtafuta Bwana ili tuweze kujiweka tayari kwa ajili ya matoleo na matarajio ya Mwokozi wetu ambaye si muda mrefu atakuja kuwachukua waliomwamini na kuzishika amri zake. Katika kitabu cha Luka sura ya 17 mstari wa 26 hadi mstari wa 29, Bwana Yesu alisema maneno haya: na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake Mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu alipoingia katika siku safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Na vile ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu alipotoka Sodoma, kulinyesha moto na kiberiti kutoka mbinguni vikawaangamiza wote. Inaonekana watu walikuwa wamejiingiza katika shughuli mbalimbali za maisha kiasi kwamba Mungu alikosa nafasi katika maisha yao. Na leo wengi, kwa sababu ya msongo wa hali ya uchumi, bila shaka wengi wamejiingiza katika shughuli ambapo nafasi ya Mungu katika maisha yetu inakuwa ni ndogo sana. Neno la Mungu linasema hao watu walikuwa wakioa na kuolewa, walikuwa wakila na kunywa. Mambo haya ambayo ni halali kuyatenda yanapofanyika sawa ama sambamba na mapenzi ya Mungu, lakini yanageuka kwa dalili za mwisho kama yalivyokuwa katika nyakati za Nuhu na Lutu, kwa sababu tu watu leo wanakula na kunywa kinyume na mapenzi ya Mungu. Wanakula hata vile ambavyo Mungu amevitamka katika neno lake kuwa ni najisi, havistahili kuliwa. Wanakunywa vile ambavyo havistahili kunywa, ambavyo vinatia mwili unajisi. Watu wanaoa na kuolewa kinyume na mapenzi ya Mungu. Leo ujenzi umekuwa ni sehemu ya binadamu kujitukuza badala ya kumtukuza Mungu, badala ya kumkumbuka Mungu kwanza katika mali zetu. Watu wametumia mali kujitukuza wao wenyewe katika jambo ambalo linahusiana na siku zile za Lutu. Neno la Mungu linaeleza katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 18 ambapo Bwana alikuwa ametuma malaika kwenda mji wa Sodoma na Gomora. Biblia inasema hivi katika Mwanzo 18 mstari wa 20 hadi 22, nasoma: Bwana akasema, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana, basi nitashuka sasa nione kama wanayoyatenda ni kiasi cha kilio kilichonijia, na kama sivyo nitajua. Basi wale watu wakatoka kule wakaelekea Sodoma, lakini Ibrahimu alikuwa kali anasimama mbele za Bwana. Basi gharika ikaelekea kwenda Sodoma, na malaika wakaelekea kwenda Sodoma kwenda kuangalia kwamba hali ya wasi wao ulikuwa umefikia wapi.
Tunapoenda pamoja katika sura hii ya 19 kitabu cha Mwanzo, ilikuwa na hali ya Sodoma ilivyokuwa. Mstari wa 1 hadi wa 5, Biblia inasema, basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni, na Lutu alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma. Lutu akawaona, akaondoka kwenda kuwalaki, akainama kifudifudi, akasema, bwana zangu, karibuni na wasii mwingie nyumbani mwa mtume wenu mkalale, mkanawe mkaoshe miguu yenu, mkapumzishe miguu yenu, ili kesho asubuhi kutakapopambazuka muondoke mapema mkaende zenu. Wakasema, si hilo, lakini tutakaa uwanjani usiku kucha. Akawasihi sana, nao wakaja wakaingia nyumbani mwake, akawafanyia karamu, akawapikia mkate usiochachwa, nao wakala. Mstari wa 4, hata kabla hawajalala, watu wa mji, wenyeji wa Sodoma, wakaizunguka nyuma, vijana kwa wazee, watu wote waliotoka pande zote. Wakamuita Lutu, wakamwambia, wapi wala watu waliokuja kwako usiku huu, tuwatoe kwetu ili tupate kuwajua. Mpendwa msikilizaji, hali ya Sodoma ilikuwa imefikia mbaya sana. Uovu ulikuwa umefika babaya sana. Habari hii ambayo leo tunaielewa kwa lugha ya ushoga, fikiria neno la Mungu linasema, na wenyeji wa Sodoma wakaizunguka nyumba ya Lutu, vijana kwa wazee. Wanawataka wale wageni wawili ili wapate kuwajua. Kuwajua ni neno linalotumika kumaanisha kuwa na mahusiano ya kimwili nao. Katika lugha ya siku za leo tunasema ni lugha ya ushoga. Yaani vijana kwa wazee kutoka katika mji wa Sodoma wanakuja ili waweze kutenda uovu huu na wageni hawa wawili walioingia kwa Lutu ambao ni malaika. Hakika uovu ulikuwa umefurika, na bila shaka ndio maana Mungu aliamua kuiangamiza miji ile ya Sodoma na Gomora. Lakini haya ni mambo ambayo tunayasikia na kuyashuhudia katika dunia ya leo. Na mpenzi msikilizaji na mtazamaji, naona kwamba uovu hautoshi. Ziko baadhi ya taasisi za kidini, viongozi wa kidini ambao wamehalalisha hali hii ya ushoga, hata kana kwamba kiongozi wa kidini anaweza kumwoa mwanaume kwa mwanaume. Hakika ni jambo linalotuonyesha kwamba dunia imefikia mahali pabaya, kama zilivyokuwa nyakati za Nuhu, kama zilivyokuwa siku za Lutu. Bila shaka tunapoyaangalia haya yote tunatambua kwamba Yesu yuaja upesi na dunia inaelekea ukingoni. Hii ni dalili kwamba Roho wa Mungu anaondolewa. Wale wanaoendelea kukataa neno lake, wale wanaoendelea kukataa sauti yake, Roho wa Mungu anaondoka kwao, na ndio maana uasi unaongezeka. Lakini ikiwa wale wanaojiita ni viongozi wa kidini wanawafundisha watu kwenda kinyume na sheria za Mungu, au kushika baadhi na kuacha sheria zingine, bila shaka hii ni sehemu ambayo pia inachangia kuongezeka kwa maasi katika dunia yetu. Mpenzi msikilizaji, neno la Mungu linatoa wito kwetu. Linatoa wito kwetu jioni ya leo kwamba saa imefika ya kujitakasa maisha yetu. Saa imefika tujitenge na uovu wa ulimwengu. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Daniel sura ile ya 12 na mstari ule wa 9, neno la Mungu linasema, akasema, enenda zako Daniel, maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri hadi wakati wa mwisho. Wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafika, bali wabaya watatenda mabaya, wala hawataelewa mtu mbaya awaye yeyote, bali walio na hekima ndio watakaoelewa. Mpenzi msikilizaji, ni saa ya kujitakasa. Kujitakasa katika damu ya Yesu, kujisalimisha maisha yetu kwake,
ili atusamehe na kutuondolea dhambi zetu, atuwezeshe kuishi maisha matakatifu, maisha yaliyo sawasawa na sheria yake, maisha yaliyo sawasawa na amri yake, ili tujiweke tayari anaporudi mara ya pili, tuende naye katika makao aliyoyaandaa. Mungu abariki neno lake na atubariki katika Kristo. Amen. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa ajili ya neno lako. Tusaidie kujitenga na ulimwengu, kujitenga na anasa na maasi ya dunia hii. Tusaidie kusalimisha mioyo yetu na maisha yetu kwako Bwana Yesu. Tusamehe dhambi na uovu wetu, ututakase kwa damu ya Yesu na kutumba upya kwa Roho wako Mtakatifu, tukamilishe kwa ufalme wako. Tuomba na kushukuru katika jina lako Yesu. Amen.